Kuna kabila linaitwa Lannister ndani ya The Game of Thrones. Kutoka maktaba 056 leo nitapekua kurasa za kitabu cha The Game of Thrones na kitaturudisha miaka hiyo ya The Seven Kingdom of BC. Seven Kingdom ilijumuisha baadhi ya makabila mengi, na baadhi yao ni The Stark kutoka Northumbria, Lannister kutoka Westland, Targaryen kutoka Valyria, Baratheon kutoka Stormland, Greyjoy kutoka Ironlands, Tyrell kutoka The Reach and Martell kutoka Dominance. Pia kuna makabila mengine kama vile Wildlings. Hao walikuwa ni watu wa kaskazini mwa The Wall. Hebu tubakie hapa kwa The Lannisters. Lannisters lilikuwa ni kabila kubwa katika kipindi hicho cha The Seven Kingdom. Hapa naizungumzia before Christ. Kabila hilo lilikuwa na matajiri na watu wenye sura nzuri pamoja na nguvu, lakini waliamini zaidi katika imani zao bila kujali utu kwa mtu yoyote, kwani yasemekana miongoni mwa tamaduni zao ni kufanya mapenzi baina ya ndugu wao kwa wao. Katika familia ya The Lannisters kulikuwa na watu kama vile Tywin Lannisters. Huyu alikuwa baba wa familia. Joanna Lannisters alikuwa mama au marehemu wa familia. Cersei Lannisters alikuwa ni binti. Jaime Lannister alikuwa ni kaka mkubwa. Tyrion Lannisters, Kevan Lannisters, Lance Lannisters pamoja na Genna Lannisters. Leo tusemezane na huyu Tyrion Lannisters ama The Imp. Mama yake mzazi alikufa pindi tu alipomzaa, na hivyo kufanya baba pamoja na familia yake kwa ujumla kumuona kama laana hivi. Familia yake ilikuwa ya matajiri na wenye sura nzuri pamoja na nguvu. Lannisters wote waliona kuishi na mtu kama yeye ni kama kichefuchefu hivi, eti kwa sababu tu ni mbilikimo na amesababisha kifo kwa mama yake. Kwa kipindi hicho mtu mfupi kama yeye waliona ni kama vile laana kwa Mungu. Aliyekuwa mjomba wake ambaye ndiye mfalme wa kipindi hicho Joffrey hakuwa mwenye kumheshimu Tyrion, kwani mama yake alikuwa ni mwenye kumjaza maneno ya sumu dhidi ya mjomba wake huyo The Dwarf. Mara nyingine Tyrion Lannisters alidhalilishwa na mpwa wake huyo mbele ya kadamnasi la watu. Mfalme huyo Joffrey wa kipindi hicho alifariki kwa sumu ambayo ilidhaniwa kuwa Tyrion Lannisters ndiye alimwekea, eti kwa sababu ya maelewano mabovu dhidi yao. Tyrion alihukumiwa kifungo jela kwa kosa hilo la mauaji ambalo hakulifanya hata tena. Baba yake Tywin Lannisters ndiye aliyekuwa mstari wa mbele kumfanya mbuzi wa kafara, huku akijua mtoto wake wala sio muuaji. Katika siku ya hukumu, shahidi alikuwa ni mwanamke aliyempenda sana. Mwanamke huyo ndiyo alithibitisha Mwamba ni muuaji. The Imp alitoroshwa jela na ndugu yake wa kiume aliyeitwa Jaime Lannister. Mwamba baada ya kutoka tu jela alipokuta mwanamke wake amelala kwenye kitanda cha baba yake, yani dingi kamgongea. The Imp akaona isiwe kesi, akaua kahaba yule, kisha akamfuata dingi akiwa chuoni na katagogo. Baada ya kumhoji mzee, dingi akasema yule ni kahaba tu. The Imp akaona mambo yasiwe mengi, akaua na baba yake mzazi Tywin Lannisters. Sasa The Imp anaondoka mbali na The King's Landing, ambapo kwa wakati huo kiongozi alikuwa ni dada yake mkubwa aliyekuwa akiitwa Cersei Lannister. Kwa ufupi tu, maktaba 056 imeamua kupitisha humo kwa leo, kwani kwenye orodha ya wahusika wagumu kwenye ulimwengu wa filamu katika nyakati nzuri